Sawa sawa. Hili kesho kutoka kwa kila community. Mumeona hapa mkisimama mkisema community yetu haiangaliwi, lakini kama tumeweka watoto kwa ng'ombe, atupeleke watoto shule, tutaendelea kubaki nyuma. Hakuna vile tutapata mkate ama mgao wa hii nchi. Tunataka yule mtoto anapiga ng'ombe ache kuwa gavana wa Lamu siku zijazo. Na kila mtoto hapa Lamu ako na opportunity. Kwa hivyo chiefs, tuketi tuhakikishe kwamba hakuna mtoto ako marishoni. Huyo mtoto fuata mpaka mahali mzazi yake yuko, peleka kotini. Mnaelewa wazazi? Because sheria iko ya watoto ya kuchunga yule mtoto na tutakushtaki nayo. Kwa hivyo kuanzia sasa nisione mtoto akiwa na ng'ombe marishoni. Ama wengine wanapanda ngano hapa, wengine wanapanda pamba hapa. Sio wafugaji peke yao. Wengine wako kule, wanapalilia mahindi, wanapanda pamba, sijui wanafanya nini. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba watoto wetu wako shuleni. Mara mingi kama upande wa East ndio nataka tusisitize county commissioner. Because tukitangaza kazi ya chief East, assistant chief, kupata mtu ni ngumu. Kwa sababu ndio uwe assistant chief kuna scheme of service. Lazima uwe umepita mtihani na ukapata chini kabisa C-. Na uwe umepita Kizungu na Kiingereza. Unaona vile ninaongea hivi? Unaona vile ninaongea? Nilipita Kiswahili ama sikupita? Nilipita. Kwa hivyo ninasihi kwamba tuchukue watoto wetu shuleni. Kila wakati county commissioner aniambie kutoka East, RC andika waiver. Waiver ni kuandika kwa mkubwa, kwa PS wetu na kusema ama kwa waziri kwamba hii area hatuwezi pata mtu ambaye amehitimu. Unaweza tupa ruhusa tuchukue wa kiwango cha chini. Kwa muda gani tutafanya hivyo na nchi inaendelea? Tunapaki nyuma. Sawa sawa? Ndio sababu naimisa machiefs wetu wote katika eneo la Lamu. Wahakikishe kwamba watoto wale wanahitimu kuwa shule wako shuleni. Hata pale Poni, Sanye, mko hapa? Watoto waende shule. Hata pale mnaona huwa tunafika mahali wakati tunafungua shule, tunahakikisha kwamba walimu wale tumetumia njia zote na wakaingia wapi? Wakaingia pale na wakaelimisha watoto wetu. Kwa hivyo tafadhali tuhakikishe kwamba watoto wetu wako shuleni, ndio tuache hii kulalamika. Sisi tumewachwa, sisi tumetengwa, na serikali imetupa nafasi sawa ya kuhakikisha kwamba mtoto wako ameenda shule ndio aweze kupata nini? Aweze kuinua jamii. Mimi nililelewa mashambani. Ama mimi mnafikiria ni mtoto wa town? Mimi sio mtoto wa town. Ndio sababu huwa napenda vijiji na kuja humu. Nililelewa kwa mazingira kama haya. Lakini wazazi wetu walikuwa sana na hamu ya elimu. Wao hawakusoma sana. Lakini walihakikisha kwamba tuko shuleni. Na kama uende shuleni, baba yangu alikuwa akutafute na kunyoroshe na akufunge kwa store la mahindi usiku yote. Alikuwa anatuambia nyinyi kama hamtasoma, hamtakula nyama, hamtakunywa sukari. Na siku hizi kweli kama hujasoma unaweza kula nyama. Hiyo gharama unaweza ya sukari. Kwa hivyo saa zingine huwa nikikaa chini najiuliza, huyu mzee ni kama alikuwa ameona miaka 200 mbele. Na kama angetuachilia kama watoto wengine pale, kwa sababu kuna wale nililelewa nao wasichana kama mimi na wakuendelea waliolewa wako. Nikienda nyumbani utuweke pamoja, utafikiria wao ni shosho yangu. Kwa sababu maisha imewachapa, si ndio? Kwa hivyo elimu ni kitu muhimu sana. Sasa ukiangalia hiyo boma yetu sio vile ilikuwa na wazazi wetu, si ni ukweli? Wengine wako hapa, wengine wako nchi za ng'ambo huko. Mzee akitaka kitu anarushiwa. Umeona? Na ukimwangalia mamangu hayuko, lakini baba yangu zaidi ya karibu miaka 86 sasa 5
na anaendesha gari yake safi na ako straight kwa sababu ya kutupeleka shule, si ndio? Kama angetupeleka shule si angekuwa ameisha, angekuwa anakula nini? Kwa sababu nguvu ya kulima ile tulikuwa tunalima si imeisha, na sisi hatuna kitu, tungempa nini? Kwa hivyo elimu, vile rais wetu anasema kila wakati, ndio inashawashisha sisi wote. Elimu inatuweka sawa sisi wote na kutupa opportunities ambazo zinakuwa kwa kila mtoto. Mtoto wa Kisanye akiwa University ya Nairobi na mtoto wa mheshimiwa, wacha nitumie mheshimiwa Mudhama, kuna mtu atasema pale huyu ni mtoto wa Musanye na huyu ni wa Mudhama. Wote wako Nairobi University. Na baada ya hiyo wako na equal opportunities, wako na nafasi sawa. Kwa hivyo tusipopeleka watoto wetu shule, nimesisitiza hilo sana. Ndio sababu tunabaki nyuma kila wakati tunalia, hatujaangaliwa, sisi tumebaki. Labda ndio sababu